nataka makofi na vigelegele kwa Yesu. Wakati huo sasa
Ninaomba muangalie sura zao, utofauti wao ni nini? Nimesema huyu amesema na miaka 35, nikamwambia ninaona miaka 60, na wakati huo nikamuita mama Rebeka. Mama Rebeka aliposimama akasema na miaka mingapi? 60. Huyu sura yake nikasema wameipeleka kwenye kolongo, kwenye hicho kijiji. Sasa mniambie, sura ya mama Rebeka na sura ya binti yangu hapa, utofauti wao ni nini? Hebu simama Meli, ongea kitu. Mpe Meli. Utofauti ni nini? Hakuna utofauti wowote, maana wote wanaonekana umri mkubwa. Sijui kama niko na watu. Meli amekwambia na zao ngapi? Hapa akiingia barabarani akasema nataka kuoa, kuna mtu atagoma? Jana aseme jamani mimi bado jamani. Kuna mtu atagoma? Akisema ya na mtoto nyumbani, mtoto nataka awe mpya, nataka awe safi, nataka nirudishe sura yake, kawe binti ka miaka 30 na hiyo. Sijui kama niko na watu, si kama mko tayari? Mko tayari? Tumtengeneze, turudishe rangi yake, turudishe mwili wake. Binti yangu uko tayari? Una mume? Una makofi kwa Yesu. Unaye mkuja naye hapa? Unaye mume? Wewe katu kwenye mic hapo. Unaye? Naye. Umekuja naye? Yuko nyumbani. Una watoto wangapi uliozaa? Mtoto mmoja, wawili wamekufa. Kilichoua watoto wako ndicho kilichochukua wewe. Yaani wewe ulivyochukuliwa ndivyo na watoto wako wakachukuliwa katika hali hiyo ya kichawi. Hata huyu aliyopo ni kama anakuwa na umwa, yuko pamoja naye. Huwa anasumbuka na ugonjwa. Naona sasa. Alikuwa ameshanongeneza kama ni mlemavu. Kuna mtu amesubiri upate watoto wengine, mimba zimegoma. Kwa sababu unaona kuchelewa, yaani unajaribu Simba na Yanga lakini vimegoma, yaani mimba zina. Huyo mtoto nene naona ni mkubwa. Ana miaka mingapi? Mkubwa tu. Ana miaka mingapi? Miaka? Makofi kwa Yesu. 2026. Anasema analingana na Pastor Samueli. Manake toka amepata huyo mtoto mimba zimegoma, kwa sababu yeye hayupo. Huyu ni kopi, sio yeye. Original yuko Bialigoto, ndiko walikomfungia, na wale watoto wake wawili wako huko ndani. Wanangu, niwarudishe? Niwarudishe hao watoto? Uko tayari kupata mapacha? Mume yuko nyumbani? Nichomeke mapacha sasa hivi. Sasa hivi. Ukitoka hapo unaenda kulala naye, sawa? Nimeamka vya mbinguni. Sasa mnitaka nimwambie watoke mbinguni. Nataka niwarudishe. Kizazi unacho? Mwanangu, uko vizuri? Mapacha unaweza kuolea. Nataka niingize mtoto wa kiume na wa kike hapa sasa hivi.
Ukienda kukutana na mume wako muda huu, ila naona kuna changamoto kwenye inside huko ndani, kuna changamoto kule chumbani. Ni kwako, ni kwa baba? Sema haleluya. Sasa nachokiona nani? Naona maumivu mazito. Sawa, tuko pamoja. Sehemu za kutokea watoto, tuko pamoja. Kwa mkiende inakuwa kama vile utafikiri sasa unakatwa na kisu. Sawa, lakini sasa unajitia nguvu katika nani? Katika Bwana. Sasa leo nataka nirudishe vyote, yaani maumivu hakuna kuwepo tena, na nataka urudi wewe uwe mpya. Sawa, ninatangaza kama nabii wa Bwana. Alafu ile nyoka ananijia, kwa sababu aliyechukua watoto ni nyoka. Naona nyoka ananijia kwenye ulimwengu, ananiambia wewe unamtakisha nini? Nataka nikufumbue. Tuko pamoja. Sasa nataka nirudishe, sawa, kilichochukuliwa kwako. Tuko pamoja. Sehemu zako za siri wameweka jini, linaitwa Maimuna. Hilo jini linabana ile eneo, na hilo jini linapokonya watoto wako. Watoto waliokufa ni wengi, watoto wako wameshakufa 7, kwa sababu mimba kila zikiingia zina ile anapokonya, anakula ile wao ujui. Anakulaje? Angalia, Mungu ananipeleka kwenye siku zako za damu. Ninaona unaingia kwenye siku zako za damu, na wakati mwingine unachukua muda, haingii kwa muda mrefu. Ni kweli, si kweli? Na wakati mwingine ukiingia unashangaa tu, yanaweza katoka mabonge, au wakati mwingine katoka damu nyembamba nyepesi, inakuwa nyepesi. Ni kweli, si kweli? Yanapotoka mabonge ndipo mimba huwa zinakuwa zinatoka, si kwamba watoto waingie. Lile jini linakuwa linaingia, likishaingia kule linaleta hali fulani, wakati mwingine mwasho Yerusalemu. Ni kweli, si kweli? Kweli. Niponya watu, nisiponya watu? Sasa mama, nataka nirudishe kwanza sura yako. Sawa? Mwezi wa 3, sema mwezi wa 3. Sema mwezi wa 3 2026 katakuwa kabinti. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sasa nataka leo rapa seketo likapate de idi kaikato limande. Leo sio siku yako kubeba mimba. Siku za kubeba mimba unazijua? Leo ni siku yako ya kubeba mimba. Bwana Mungu hivi, mama si uje? Kwa sasa unaendeleaje? Una watoto wangapi? Na watoto 2. Mume wako umekuja nao uko naye hapo? Sijaye amesafiri. Amesafiri. Sasa Mary, unaweza kuona Mungu alivyo ajabu. Idaya na hali yake alionayo ana pepi. Unamkumbuka Idaya? Hebu Idaya, naomba utembee Mama Nua kuone, maana waliomba mpaka koo likatetemeke, kabidi niwanunulie supu. Tembea uende mpaka pale hapo kwa Mama Janet itafurudi. Tamani Mungu wa ajabu huyu. I wish tungechukua hata video. Rudi tena Idaya mama. Rudi mama. My God. Chapa makofi kwa Yesu. Rudi hapa Idaya. Simama mama no. Alikuwa anatembea hivi? Hapana baba. Alikuwa hivi? Hapana. Sura yake ilikuwa hivi? Hapana. Idaya, unajisikiaje? Nisikia vizuri. Kwa sababu kuongea kwezi kuongea alikuwa anaongeza. Wewe ndio prophet. Ngabe ndio. Nina. Uniombe. Si ulikuwa unaongea? Si ndio? Ndio. Ila sasa hivi unaongea vizuri. Hai!
Ongeza makofi kwa Yesu. Unajisikiaje sasa? Nisikie vizuri. Wow. Mama wa Makambako. Mwinjilisti Makambako mama. Yuko wapi? Mama mwinjilisti yuko wapi Makambako? Mama, sio namkumbuka huyu? Namkumbuka. Hebu acha pia kufuata Makambako jamaa. Hidaya utaikimbia Shilo? Hapana. Sasa ushuhudie watu wengine walete kwa Yesu. Hayushi ningemwona mume wako. Ndio unaweza ukaona sasa Meli nyota ilivyo, kwa sababu huyu kaibiwa nyota iko somewhere, maana tuliomba zile pepo zikaongea. Sawa? Lakini pia cha ajabu kaolewa yuko na mume. Amina. Lakini kuna watu mna nyota ila mume hayupo. Unajipodoa mpaka unachukua majivu unajibandika. Lakini mume no. Sasa ilibidi apige simu yako na speaker tumuulize mume. Moto kwa jina la Yesu. Nimetamka uzima, mikono yake, mwili wake ukawa salama kwa jina la Yesu. Natangaza uzima na ushindi juu yake katika jina la Yesu Kristo. Narejesha nyota yake, narejesha uwepo wake, narejesha katika jina la Yesu. Atakuwa mtumishi, ataimba, atakutumikia kwa jina la Yesu. Natamka sasa Hidaya akawe salama. Hii ni 2026 katika jina la Yesu. Hakuna pepo juu yake, hakuna uchawi kwa jina la Yesu Kristo. Kama ilivyoandikwa Hesabu 23:23. Hakuna uchawi juu ya Israeli, kwa nimetangaza hautakuwepo katika jina la Yesu. Amen. Amen. Say amen. Hallelujah. Sasa mnaonaje kwanza tutoe sadaka ya watumishi hapa? Hallelujah. Alafu ndio nifike na kwako, si ndio? Hallelujah. Ninakushukuru kwa ajili ya mahitaji yangu haya. Tayari tarehe 1 Januari 2026. Ninakushukuru Yesu kwa ajili ya miaka 5 ambayo nimechukua katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa ajili ya matendo yako makuu, ikiwa ni alfajiri sasa katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wako na baraka zako ambazo Bwana umeweka kwenye maisha ya kwetu. Asante kwa ajili ya watumishi wako waliotoka majiji tofauti tofauti na waliotoka kwenye manispaa tofauti tofauti. Asante kwa ajili ya watumishi waliotoka kwenye wilaya tofauti tofauti. Baba, wote ukawatunza waliotoka kwenye vijiji tofauti tofauti. Tunakushukuru kwa ajili ya matendo yako makuu na kwa ajili ya neema yako iliyokuu. Katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu, unayesikana unayetenda. Asante kwa ajili ya neema na rehema, umetupa mapambazuko mema.
Hivyo ambavyo umetupa mapambazuko, ndivyo ambavyo mapambazuko yetu yatakuwa mema katika miaka yote, katika siku zote. Agano hili tulilofanya likawa la milele. Watunze watoto wako, wapiganie, wavushe, wafanikishe, lakini wasishindwe kufanikiwa, bali kila mmoja wote akatufanikishe. Tupatie neema ya kwenda kuhudhuria ibada na kukutumikia na kufanya kazi yako sawa na vile ambavyo Baba ulivyokusudia. Pasiwepo atakaye kufa katikati mwa agano, bali tuzidi kufanikiwa. Pasiwepo atakayefubaa, bali kila mmoja mpatie kulishika neno, kulisimamia neno, na akae katika madhabahu hii ili aendelee kukutumikia. Pasiwepo atakayeferi katika jaribu utakalo lipitisha, ili aweze kwa sehemu ya kuendelea kukutumikia. Lakini zaidi ya yote, wanahitaji kwenda kufungua maduka, wanahitaji kwenda kufanya biashara, wanahitaji kwenda kuchimba madini, wale wanahitaji kwenda kwenye kusimama kwenye kilimo, na wote wanataka kusimama kwenye kazi tofauti. Wote kapate kwa bariki Yesu. Baba, ninakupenda. Umenipatia nafasi ya kuwavusha watu kutoa mwaka mwingine kwenda mwaka mwingine mpaka miaka mitano ambayo Bwana uliyokusudia tuingie. Baba, tumemiliki na kushinda na kuhakikisha Mwokozi wetu aliye hai na mtu mmoja aseme amen. Sema amen. Chukua damu hii, ichukua. Amboja chola, tumia damu. Lakini pia ukitumia ile ya maji ni nzuri, kwa sababu unakuwa umeshaweka ile fomu ambayo inakuwa ina Naomba nyie ambao mjapata fomu mje hapa. Unaweza pata fomu. Florence Twitter, usini Twitter, una kitu kabisa. Natumia nguvu kuongea. Unaingia kazini saa ngapi? Utasubiri ibada, yani usubiri kwenye ibada, usubiri kwenye mapambazuko. Fanya kitu kimoja, sikuna peni pema.